Kwa majina ninaitwa mtumishi wa Mungu Frank Steven Muhando. Niko namtumikia Mungu chini ya mtumishi wa Mungu Bishop Gabriel Yasani wa BBHC pale Kigamboni. Inakusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ungana nami siku ya leo katika somo ambalo litakwenda kukufungua ufahamu wako. Somo linalosema ulimwengu wa roho na nguvu ya sadaka, ikiwa ni sehemu ya kwanza. Ulimwengu wa roho na nguvu ya sadaka. Watu wengi sana wameweza kupiga makelele juu ya habari ya sadaka, na hasa watu wengine wasiomjua Mungu pia. Nisema watu ambao sio waamini katika Kristo wameanza kupiga makelele kwamba mnapeleka pesa makanisani, wachungaji wanakula fedha. Lakini nataka nikwambie mpendwa katika Kristo Yesu, leo nataka ufahamu ili somo la nguvu ya sadaka katika viwango vingine. Ukifahamu namna ulimwengu wa roho unafanya kazi na sadaka, basi utaweza kutoa kwa bidii zaidi na kuweza kujua namna gani unaweza kutawala ulimwengu wa roho na sadaka yako. Kuna namna ya kuelewa hili somo, kwa sababu utakapoelewa hapa, basi utakuwa ni Mkristo ambao uko strong sana rohoni. Katika ulimwengu wa roho, sadaka ni mojawapo ya silaha kubwa zinazotumika kuleta mabadiliko makubwa, iwe ni kwa baraka au kwa laana. Hapa nitazungumza nguvu ya sadaka katika ulimwengu wa roho. Nataka nikwambie kitu. Watu wengi unapozungumza sadaka, watu wanajua ni msikitini au kanisani. Nataka nikwambie sadaka ina nguvu sana mpendwa katika Kristo Yesu. Haijalishi ni katika ulimwengu wa roho wa kimungu ama haijalishi ni katika ulimwengu wa roho wa kipepo. Sadaka ni funguo, ni kiunganishi kati ya ulimwengu wa roho na mwanadamu. Hakuna jambo lolote ambalo mwanadamu atafanikiwa, hakuna jambo lolote ambalo wewe ndugu yangu utafanikiwa pasipo kutoa sadaka, kwa sababu sadaka ni kiunganishi kati ya mwanadamu na ulimwengu wa roho. Nataka unielewe vizuri kwanza hapa mwanzoni. Ninapozungumza ulimwengu wa roho, ninazungumza ulimwengu wa roho aidha wa kipepo ama wa kimungu. Mtu yeyote anayetaka kufanikiwa lazima aelewe nguvu ya sadaka inafanyaje kazi katika ulimwengu wa roho. Sasa hapa nasema Mungu alianzisha mfumo wa sadaka ili wanadamu waweze kumkaribia, kumwabudu na kupokea baraka kutoka kwake. Katika Agano la Kale tunaona mifano mingi ya watu waliotoa sadaka na jinsi Mungu alivyowajibu kwa miujiza na baraka tele. Hata katika Agano Jipya sadaka iliendelea kuwa na umuhimu mkubwa, hata kama tunavyoona katika mafundisho ya Yesu Kristo na mitume wake. Hata hivyo, Shetani ambaye ni mwizi na mdanganyifu ameiga mfumo huu wa sadaka na kuutumia kwa malengo yake ya giza. Katika ulimwengu wa giza, sadaka hutumika kama njia ya kiunganishi ya roho za watu na nguvu za kipepo, kuwatia minyororo ya kiroho na kuwafungia katika mifumo ya utumwa wa giza. Kwa bahati mbaya, watu wengi wanafahamu kuwa sadaka zao zinaweza kuwa sababu ya mafanikio yao au maangamizi yao kulingana na mahali wanapotoa sadaka hizo. Katika somo hili utajifunza kwa kina kuhusu nguvu ya sadaka kwa mtazamo wa kiroho, jinsi kunavyofanya kazi katika ulimwengu wa mwanga wa giza na athari zake kwa maisha ya mtu. Tunachunguza pia kwa nini watu wengi hudhani kuwa Shetani ana nguvu kuliko Mungu, ili hali ukweli ni kwamba wao wenyewe wamechagua kuwa waaminifu katika kutoa kwa Shetani kuliko kwa Mungu. Ukweli huu unahitaji ufahamu wa kina ili mtu aweze kuamua wapi aweke sadaka zake kwa ajili ya manufaa ya maisha yake ya kiroho na ya kimwili. Hiki ni kitabu ambacho nimekiandika, Nguvu ya Sadaka katika Ulimwengu wa Roho. Hiki kitabu nimekiandika. Kama unahitaji kitabu, basi utaweza kukomenti hapo chini uko wapi na kitabu kitakufikia. Kitu usichojua: sadaka ni kiunganishi kati ya mwanadamu na Mungu. Bahati mbaya, watu wengi wamekamatwa ufahamu wao. Wanadhani kwamba wakitoa kwa Shetani ndio wanafanikiwa. Nataka nikwambie, Shetani ni muongo. Kazi yake anapenda kubadilisha maandiko.
Alafu bahati mbaya wale watu walioko ndani ya Kristo wanatoa kwa ubahili. Alafu wale watu ambao wako na mikataba ya kipepo wanatoa sadaka zenye unono, sadaka zinazogusa madhabahu zao. Sikiliza nikwambie, unafanya kazi hapo kazini kwako. Bosi wako anajiamini sana, ni kwa sababu anajua anachokifanya kwenye madhabahu yake. Lakini bahati mbaya watu wanaoitwa wa Kristo, tena wanaomwabudu Kristo katika roho na kweli, wao madhabahu zao haziwajui katika matoleo yao. Unapoambia kuhusu swala la utoaji, watu wengi wanadhani ni kwamba tu ni propaganda, ama wanasema wapeleke kwa mchungaji, sema mchungaji anakula sadaka zetu tu bure bure. Sikiliza nikwambie, kila ulimwengu wa roho una mwakilishi wake. Inategemea wewe unatoa wapi. Kila ulimwengu wa roho una mwakilishi wake. Inategemea wewe unatoa wapi sadaka zako. Nataka nikwambie kitu. There have no success without sacrifice. Na hapa tutakwenda kuangalia aina za sadaka baadaye kidogo. Lakini hapa nataka unielewe kwanza kuhusu nguvu ya sadaka katika ulimwengu wa roho. Kwa nini sadaka ni silaha yenye nguvu? Kwa nini sadaka ni silaha yenye nguvu? Ndugu unanitazama, katika Biblia tunaona kwamba kwa mifano mingi watu waliotoa sadaka na jinsi hizo Mungu huleta matokeo makubwa. Tunaona katika kitabu cha Mwanzo, Kaini na Habili walitoa sadaka kwa Mungu, lakini mmoja alikubaliwa na mwingine akakataliwa. Sadaka inazungumza. Cha kwanza, sadaka inaongea. Lakini sadaka inaunganisha. Lakini sadaka inajibu. Kuna mahali uwezi ukaomba sana, lakini kuna mahali ukipeleka sadaka yako, hivyo vifungo vinaachilia mara moja. Nataka nikwambie, moja katika kiunganishi kati ya mwanadamu na Mungu katika ulimwengu wa roho, sadaka ina uwezo mkubwa wa kufanya mambo makubwa katika maisha ya mtu. Sikiliza, siku moja kuwa na fedha kidogo hapo mtaani kwako, alafu anza kutafuta vijana na kuwapatia fedha kidogo kidogo. Kila ukipita mpe kijana hela 2000 3000, mwambie Mungu akubariki, chukua tu kapate soda hiyo. Alafu ukienda siku nyingine mpatie 5000, mwambie hiyo pata soda kidogo. Siku nyingine mkute mpe shilingi 3000, mwambie kapate soda kidogo. Nataka nikwambie, kadiri utakavyoendelea kumpatia fedha, ndipo moyo wake yule kijana utafunguka sana kwako. Atakupenda sana. Alafu ataanza kukuzungumzia kwa watu wengine. Atasema, bwana yule bwana na roho nzuri sana. Naona kuna watu wengi wamebatizwa majira, wameitwa wazungu. Ni kwa sababu ya utoaji. Kama unaweza ukampa mwanadamu na mwanadamu akakuona wewe ni mtu wa tofauti, maana yake katika utoaji kunateka moyo wa mtu. Na neno la Mungu linasema Mungu ametuumba sisi kwa mfano wake. Kwa hiyo the way unaendelea kuwa mtoaji kwa wanadamu wenzio, unaendelea kupata nafasi ya upendeleo katika mioyo yao. Maana yake ni nini? Kumbe sadaka inaanzia kwanza mwilini katika mimi na wewe. Kuna vitu ukifanya vya sadaka vya kujitoa kwa ndugu yako, rafiki yako, mume wako, mke wako, maana yake kuna nafasi ndani yake. Maana yake una nafasi ya upendeleo kuliko kawaida. Lakini sadaka, kazi nyingine ya sadaka, hufungua vifungo. Kuna wakati mtu unapompendelea, unapompa vitu, hata kama alikuwa na roho ya kukuchukia, hata kama alikuwa na moyo wa kukuchukia, automatically atakuwa anakusamehe yale makosa uliyomkosea. Kama baba na mama pale nyumbani, mke na mume, kama siku moja mume ukamkosea mke, na siku ukaamua tu kumletea zawadi. Unajua kuna makosa mengine watu hawasemi ndani ya nyumba. Inawezekana unaishi na mke wako, lakini kuna sehemu mnaitarafiana. Lakini ukiwa na tabia ya kuleta zawadi nyumbani, kitakachotokea ni kwamba kuna msamaha automatically utatokea ndani ya huyu moyo wa mwanamke. Maana yake kumbe sadaka inaweza ikatupa upendeleo, lakini sadaka inaweza kukufanya ukasamehewa dhambi. Lakini sadaka inaweza kufungua vitu katika moyo wa mtu. Hapa ninazungumzia sadaka katika hali ya kawaida kabisa, sisi kama wanadamu chini ya jua.
Nataka nikwambie kitu. Kuna mahali unaweza usiseme sana na mtu kuhusu jambo fulani, lakini kuna wakati ukatumia sadaka ya upendo kwa huyo mtu, lakini moyo wake ukaambatana na wewe katika kufanya lolote ambalo unalitaka. Watu wa sasa wanashindwa kuwa na utu mbele za watu, wanashindwa kukubalika katika maisha ya watu, ni kwa sababu wana mioyo migumu, sio watoaji. Lakini nataka nikwambie, sadaka inaweza kufungua mambo mengi katika maisha ya mtu. Sasa hapa huyu ni mtu, lakini tunapoigeuza katika ulimwengu wa roho, sadaka ina uwezo wa kufungua mambo mengi katika ulimwengu wa roho. Sadaka inaweza kugeuza mambo yaliyoshindikana, lakini yakawezekana kwa urahisi. Unatumia muda mrefu sana kuomba, hayatokei kwa sababu ni ugumu wa utoaji. Na ukitoa unanung'unika, na ukitoa unaumia, ukitoa unaona fedha zinaisha, na ndio maana hufanikiwi. Jifunze kutengeneza uhusiano na madhabahu yako katika utoaji. Nataka nikwambie kitu, haufanikiwi, hauendelei, ni kwa sababu wewe sio mtoaji. Sio mtoaji. Ishu sio kuomba sana dada, ishu sio kuomba sana dada, ishu ni kwa sababu unakosa moyo wa utoaji. Tutakwenda kuangalia namna ulimwengu wa roho unavyofanya kazi kupitia sadaka. Sadaka sio tu kitendo cha kutoa mali au fedha, bali ni tendo la kiroho lenye athari katika ulimwengu wa roho. Unapotoa sadaka, ujue unafanya tendo ambalo sio la kawaida. Unapotoa sadaka, maana yake unaungamanisha moyo wako na hiyo madhabahu. Na ndio maana hasa nikwambie, sio kila madhabahu unaweza kutoa sadaka. Kuna madhabahu nyingine ukitoa sadaka ni mwisho wa maendeleo yako na mwisho wa uhai wako. Sio kila madhabahu unaweza kuipa sadaka, lakini nataka nikwambie, tendo la sadaka si tendo la kawaida katika maisha ya mwamini. Kila sadaka ina sauti. Sikiliza, sadaka ina sauti lakini pia na sauti hiyo inazungumza aidha kwa Mungu au kwa shetani, kulingana na mahali ulipoitolea. Sadaka inaweza kuwa baraka au laana, kulingana na chanzo chake na nia ya mtoaji. Ndio maana ni muhimu kuelewa namna ya kutoa sadaka kwa hekima na kufuata mafundisho sahihi ya neno la Mungu. Mbele kule tutakwenda kuona kuna watu waliadhibiwa kwa kutoa sadaka bila maelekezo. Nataka nikwambie kitu, ulimwengu wa roho unafanya kazi na sadaka. Na ndipo sana nikwambie, unapoona watu wanatoa sadaka kwa miungu yao, wanaimarisha madhabahu zao, zinakuwa zina nguvu sana. Kwa nini madhabahu za watu wasiomjua Mungu zinakuwa zina nguvu sana kuliko za watu wanaomjua Mungu? Ni kwa sababu wale wanajua siri katika utoaji. Mtu anatoa ng'ombe 36. Wakati huo ng'ombe moja ni 1,500,000, 1,200,000, 1,200,000 kadhaa, 2,000,000 kasoro. Sasa ukija kupiga ng'ombe 30 kitu ni milioni karibia 50. Nataka nikwambie kitu mpendo katika Kristo Yesu. Kama hujaanza kujua sadaka ni eneo ambalo linaunganisha mtu katika ulimwengu wa roho kwa kiwango kikubwa sana, anza kujua kuanzia leo. Na ndio maana kuna sehemu Mungu amesema, neno la Mungu limesema ya kwamba mkanijaribu kwa njia hiyo muone kama sitawapungukia. Maana yake kuna sehemu ambayo Mungu alitaka tumjaribu. Tunajua Mungu hadhihakiwi wala Mungu hajaribiwi, lakini Mungu alitoa sehemu ambayo tunaweza tukamjaribu, na ni eneo la kwenye utoaji. Nataka nikwambie ndugu yangu mpendwa katika Kristo Yesu, ishu sio kupigwa chuma ulete. Ishu ni kwa sababu madhabahu yako haikujui katika utoaji. Ni kwa sababu mali zako unakula na watoto wako. Ni kwa sababu mali zako hutaki kuziambatanisha na madhabahu yako. Nataka nikwambie, hata kama kuna watu watanipinga katika hili somo la namna sadaka inavyofanya kazi na ulimwengu wa roho, lakini nataka nikwambie, usipotoa kwenye madhabahu yako, utatoa sehemu nyingine sio stahili. Usipotoa kwa Mungu wako wa kweli, utatoa kwa miungu yako, kwa miungu. Usipotoa katika madhabahu yako, basi utampa pesa hata mchepuko. Nataka nikwambie, asili ya mwanadamu ni utoaji. Mwanadamu ameumba kutoa. Wakati nakwenda kuhitimisha katika sehemu ya kwanza katika somo la madhabahu, nataka nikwambie kitu ndugu yangu mpendwa katika Kristo Yesu. Kama ulikuwa hujui, sadaka inafanya kazi katika ulimwengu wa roho, aidha wa kipepo au wa kimungu.
Usione wale wanatoa sadaka wanajua wanachokifanya. Kuna watu wanahamasisha, wanatoa mambuzi, wanatoa mang'ombe, wanatoa kwenye madhabahu zao. Zile sadaka zina nena, zile sadaka zinakuwa na nguvu. Lakini bahati mbaya watu wa Mungu wamekuwa nyuma katika kila eneo, wamekuwa nyuma katika utoaji, wamekuwa nyuma katika kila jambo. Basi usikose kusubscribe kwenye kengele hii hapa chini, usikose kusubscribe hapo ili uweze kupata masomo yangu yajayo. Mbele yako naitwa Pastor Frank Muhando. Asante sana kwa kunitazama. Mimi ni mchungaji, niko chini ya mtumishi wa Mungu Apostle Gabriel Asani, Apostle na Bishop Gabriel Asani wa Bethlehem Bread Home Church. Asante sana kwa kunitazama. Nikukaribisha tu pale Kigamboni katika nyumba ya Mungu BBHC. Pale njoo utakutana na nguvu za Mungu, na Mungu akubariki sana.